Imam Baihaqi ameisimulia hadithi ambayo Sayyida Aisha ameisimulia hadithi hii, na yeye mwenyewe anasema qala li an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa qala li Jibril alayhi salatu wassalam. Hadithi hii ni marfu'un yurfa ila rasulillah, moja kwa moja mama Aisha ameipokea kwa kipenzi chake na mume wake Mtume Muhammad. Na mama Aisha ni katika wale 7 bora au 5 bora wapokezi wa hadithi za Mtume Muhammad. Katika vitabu vya hadithi ana hadithi ya 2000 na kidogo, wa hiya al-alima wa hiya al-faqiha wa hiya as-siddiqa bintu as-siddiq radiyallahu ta'ala anha. Anasema Mtume amesema sallallahu alayhi wasallam, Jibril kanieleza qallabtu masharika al-ardi wa magharibaha. Jibril ni yule malaika ambaye fahuwa raisul malak, ni kiongozi, ni rais, ni president wa malaika wote. Laqad faddala Allahu ashya'an ala ashya', Mwenyezi Mungu amefadhilisha, amevipa heshima vitu kuzidi vitu vingine, yani vitu vinazidiana. Laqad faddala Allahu malakan ala sa'iril malaika ala wa huwa Jibril alayhi salatu wassalam. Mwenyezi Mungu katika malaika wake wengi kuna malaika wa sampuli 2, na pia kuna binadamu wa aina 2. Inna Allaha astafa minal malaika wan nas, Mwenyezi Mungu amechagua uteuzi maalum kati ya watu na malaika. Minhum ar-rusul, katika malaika wamo mitume waliotumilizwa kwa watu, na pia katika binadamu wako mitume wako 313, lakini idadi mitume na manabii wote, riwaya nyingine inasema ni 200,000, na riwaya maarufu 124,000, 124,024. Lakini sasa ishu ya mtume hao wako 313, hadithi nyingine 314, lakini Qur'ani imewataja 25 rasulan wa nabiyyan madhkurina fil Qur'ani al-Karim. Manabii na mitume wamesimuliwa ndani ya Qur'ani 25. Hao wengine hawakusimuliwa. Tumewajuaje mpaka tunasema wapo? Lakina hum talana rasulullah, bingwa wa historia Mtume Muhammad ametusimulia yote, na haya ni maajabu makubwa na ni miujiza mikubwa. Wa huwa nabiyun al-ummi, hajui kusoma wala kuandika. At least angekuwa amekwenda shule hizi za kawaida, tungesema anasoma, anatusimulia, lakini Mtume hajui, lakini anasomeshwa moja kwa moja na Rabbul Izza. Wa alimul mutaallimin, walokaa darasani wote mwalimu wao ni Mtume Muhammad, kiwemo mimi na wewe na ulimwengu mzima. Walaysa kullu nabiyyin rasul bal kullu rasulan nabiyya, sio kila rasuli ni nabii, bali alokuwa sio kila nabii ni rasul, bali kila alokuwa rasul automatically yake anakuwa ni nabii, na heshima kubwa anayo rasuli. Na Mwenyezi Mungu aliyaweka wazi, alokuwa rasul tunaelezwa kabisa huyu ni rasuli, alokuwa ni nabii peke yake tunaelezwa,
Angalia katika suratu Maryam zimejirudia, wadhkur fil kitabi Ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya, wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya. Lakini akiwa rasul atatajwa, wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Katika suratu Safati, wa inna Yunusa la minal mursalina, Yunus naye ana cheo kikubwa, ni miongoni na malaika nao hivyo hivyo. Kuna marasuli waliotumilizwa na kuna wale ambao hawakutumilizwa, na waliotumilizwa wana daraja kubwa sana na wana kiongozi wao, na hata mitume nao pia nao wana kiongozi wao, bila shaka ni Mtume Muhammad. Na Mungu kataja wazi wazi, tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, mitume kila mmoja na daraja yake, lakini top wao ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyo Jibril ni rasuli, lakini mbali ya kuwa rasuli, yeye ni mtukufu, ni kiongozi wa malaika. Ameitwa Jibril kwa sababu ana nguvu nyingi sana, ndugu zangu. Jibril na ni malaika ambaye Mwenyezi Mungu kampa pawa, ana uwezo wa kujibadili vile anapotaka. Alishawahi kushuka zama za Sayyida Maryam, yule bwana alokuwa akimsumbua Sayyida Maryam, akienda kulia na kushoto. Bi Maryam mpaka akasema a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya, ajikinga kwa Mwenyezi Mungu ikiwa wewe ni taqiya. Taqiya maana yake mcha Mungu, lakini alikuwepo mtu mwenye jina hilo anaitwa Taqiya, na hakuwa mzuri sana kwa wanawake. Sayyidina Jibril alivaa mwili wake, farsalna ilaiha ruhana, tulimpelekea roho wetu, fatamathala laha basharan sawiya, tukamtumia mtu mwanaume aliyokuwa wasawa kamilifu. Alivaa kivuli cha bwana Taqiya, akamwendea Sayyida Maryam. Haya yote Mwenyezi Mungu kampa, na si hapo tu, sehemu nyingi. Na mtu mmoja anaitwa Lihiyatu Qalbiya, alikuwa ni mzuri wa sura Madina nzima, na Jibril alikuwa kila akija kwa Mtume Muhammad, mara nyingi akija sura ya Lihiyatu al-Qalbiya. Hata siku miongoni mwa siku akisalimiana na Mtume, mara Lihiyatu mwenyewe akapita kule pembeni. Jibril akamwambia Mtume, umemwona yule bwana? Mtume akasema, mimi najua niko na Lihiyatu Qalbiya, kumbe ni wewe bwana. Ambia, naam, nimevaa kivuli chake, ila yule nampenda sana, ya reti angetujia hapa akatusalimia, na mimi Jibril na martaba zangu na ukubwa wangu ningemrejeshea salamu yake. Na hapo hata hajasilimu. Kisha Jibril alikuwa anajua ataslimu, akasema yule kijana atakuja kuwa minas sabirina, atakuwa miongoni mwa wale sahaba wenye uvumilivu mkubwa. Katika vita vya Hunain ulivuka uvumi, Mtume kafa sallallahu alaihi wasallam. Watu wakachanganikiwa, wakakimbia kila mmoja nyumbani kwake, lakini wakasimama masahaba wachache wakasema, fa in kana Muhammadun qad qutil fa inna Allaha hayyun la yamut faqatilu an dinikum hatta yudhhirukum Allahu wa yansurunakum. Ikiwa huyu bwana mkubwa kafa, Mungu hafi, piganieni dini yenu mpaka Mwenyezi Mungu akupeni ushindi na akupeni nusura yake. Sisi kufa kupona, hatuondoki. Kama kafa na sisi tufe hapa hapa. Wale walipata daraja kubwa kuliko sahaba wengine, wakaitwa minas sabirina. Miongoni mwa vijana waliotahammal mashakili yale, tahammulu shadaidu fillah, ndani yake alikuwa Lihiyatu al-Qalbiya. Ni mzuri wa maumbile ajabani, na uzuri akaja kuoa wanawake wazuri na akazaa watoto wazuri kuliko wazazi. Sasa basi Jibril
ameitwa Jibril kwa nguvu, lakini pia kwa utukufu wake chini ya arshi ya Allah, maskani yake yako pale. Ni malaika wa pekee, ana rangi nzuri haijawahi kuonekana duniani. Taban ni kiumbe mzuri, ana mamlaka, ana uongozi, kila anayekaa naye karibu hupata status. Sasa huyu kwa sababu anajua sana dunia, tena si dunia hii moja, milimwengu ipo karibia 40 na yote Jibril katembea. Angalia kauli yake ndugu yangu, anamwambia Mtume hadithi hii ya Saida Aisha, qallabtu sharqaha wa gharbaha, nimekwenda mashariki ya dunia na magharibi yake. Katika binadamu hatujai kwenda sehemu hizo mashariki na magharibi, mmoja tu ndo alienda, bwana mmoja anaitwa Dhulqarnain, hatta balagha matla ash-shams, alienda jua linapochomoza, wajadaha tatlu ala qaumin, akaliona linatokea watu hawajawekewa hata sitra, kizuizi, na hawafi kwa jua hilo. Baatba sababa hatta balagha maghrib ash-shams, alifunga safari akafika jua linapochomoza. Nani anaweza akatuambia jua linapochomoza kuna nini? Dhulqarnain peke yake. Wajadaha taghrubu fi ainin hamia, alikuta linazama kwenye chemchemi ya matope. Wajada indaha qauma, akakutana na watu waovu kule, akawapa discipline baada ya kuwalingania. Akasogea mbele, akakutana na watu, sijui ni watu wa sampuli gani, la yakaduna yafqahuna qawla, hatufahamiani lugha, si binadamu wa kawaida wanaoishi kule, lakini walileta malalamiko, ya Dhal Qarnain inna yajuja wa majuja mufsiduna fil ardh, kuna viumbe damu yao ya moto, wakubwa, mikono midogo na macho madogo, hawafi haraka, hafi mpaka muone mjukuu wake wa 1000 katika kizazi. Ni binadamu, ni wajukuu wa Sayyidina Nuhu alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam, waliotokamana na mtoto wake anaitwa Yafith. Hao walielekea magharibi, alikutana nao wanakula mpaka binadamu wenzi wao. Peke yake kafika magharibi, akafika sehemu ambayo ni usiku, hakuna mchana sehemu hiyo bwana Dhulqarnain. Watu wale akajengea ukuta mkubwa mpaka hawezi anyadharu kupanda, unateleza ule ukuta. Wa mastata'u lahu naqaba, pamoja na nguvu zao kutoboa hawawezi. Na hajijivuna kwa sababu ni mcha Mungu, akisema hadha rahmatun min rabbi, hii ni rehema ya Mungu tumekufanya haya yote. Fa idha jaa wa'du rabbi daka, ikija ahadi ya Mungu kiyama, uvunja ukuta, hata uvunja na kiyama kipo kweli. Tena alipofika ardhi ile, ukijua mtume ni bwana mkubwa, aliingia sehemu alikuwa anatafuta tu maji ya uhai. Leo sio dhikri yake napita tu, lakini nimekumbuka kitu, alikuwa anatafuta maji ya uhai. Dhulqarnain akaingia sehemu ambayo hakuna usiku, hakuna mchana sehemu hiyo, na ardhi hiyo akiingia mtu lazima afe. Yeye aliingia na ndugu yake Sayyidina Khadri, kwa sababu aliombewa na malaika kwa Mwenyezi Mungu hawakufa. Akaingia ndani huko, akakutana na ndege anaitwa Bakhati, Waarabu wanamwita hivi, ndege mkubwa anaitwa rock kizungu, mwamba. Akamkuta ndege kama yule, na ndege hao walipotea kabla ya kuja Mtume Muhammad kwa miaka 1050. Na kwa nini wamepotea? So dunia zamani ilikuwa haina utulivu, ilikuwa ina shida nyingi, mwingine akifanya dhambi na wewe unatiwa adhabu. Sasa dunia ilikuwa haina raha, imetulia hivi sasa baada ya kuja Mtume Muhammad, ndio ikapata kidogo utulivu. Sasa hawa ndege ukubwa wao, yule tembo ndo anamchukua anapelekea watoto wake chakula. Ndege mkubwa sana, wangekuwepo wangetusumbua. Akakuta ndege mkubwa kama huyu analia kilio kikubwa, anadondosha machozi, lakini huku analia wallahi, akamkuta anamswalia Mtume Muhammad.
alikuta kule salatu ala nabii inaendelea, kwa sababu nyie mnajua sala ya mtume imeanza pengine baada ya kuzaliwa. La. Mtume kabla ya kuumbwa mzee Adam alikuwa huko katika vivuli vya pepo. Mwenyezi Mungu alianza kumtakia rehema mtume siku hizo, na mpaka leo anafanya, kahimiza malaika na sisi katuhimiza, na kuna faida 40 kina Abu Katada wameandika za as-salatu ala nabii. Kwa hiyo viumbe wengi wanapona kwa sababu ya hii sala ya mtume, na hotuba yangu yote nazunguka, nataka hapo tu summarize, nifanye summary hapo tu kwenye swala ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa Jibril amefika kule magharibi, akaona Yajuja wa Majuja. Akafika kule magharibi, akaona watu la yakaduna yafahuna qawla. Akafika kule magharibi, akaona watu wabaya, akaona bakhati, ndege aina mbalimbali. Qallabtu sharqaha wa gharbaha, anamwambia mtume, nimezunguka mashariki yote na magharibi yote. Wewe umezunguka wapi? Wewe mashariki yako Singida ndio mwisho, kila sehemu nimekwenda. Falam ara rajulan afdala min Muhammad, lakini sikumuona kiumbe mwenye daraja kubwa, sikumuona kiumbe mtukufu kama mtume Muhammad. Na hata katika sisi binadamu mtume akathibitisha akasema, ana akramul awwalina wal akhirina ala Allah, mimi ni mtukufu sana kwa Mwenyezi Mungu kuliko yoyote yule. Na ndio maana mtume akasema kwa nasi ya Qur'an, ana basharun mithlukum yuha ilayya. Mahafidhi wa Qur'ani na watu wa tajwid wanasema kuna manazil ndani ya Qur'ani, kuna vituo. Ukisoma ana basharun mithlukum katika sura Kahfi kule mwisho, ana basharun mithlukum, mimi ni mtu mfano wenu. Ukiishia hapo atawahum, unatuhumiwa hapo, hakuna kituo. Maana katika vituo vya Qur'ani kuna wakfu lazim, kuna sehemu lazima usimame na usiposimama utaingia makosani, na kuna sehemu ukisimama utakuwa unafanya makosa. Miongoni mwa sehemu ambayo haifai kusimama, kuishia kituo, mimi ni mtu mfano wenu. Ukiishia hapo umefanya makosa. Hata ukifungua msahafu utaona hata hapo hamna alama, utaenda kuishia yuha ilayya. Hii inakuwa mimi ni mtu kama nyinyi, lakini nina tofauti, mimi napata wahai. Ndio maana tunasema huwa bashar la kalbashar au laisa kalbashar, ni mtu kweli, lakini wallahi si kama sisi tulivyo. Mtu gani huyu? Vile anavyoona mbele, wallahi nyuma anaona hivyo. Siku moja anaambia masahaba, mmeona kibla changu? Ambia naam, tunakiona. Basi namna mnavyokiona na mimi ndio hivyo hivyo naona nyuma. Angalia mtume huyo. Na alikuja mtu mmoja siku akawa anamngonga nyuma, mtume hajageuka, akamwambia utabakia hivyo hivyo maishani. Aliapizwa, akawa amebakia vile anafanya tu, hata kama hakuna mtu. Mtu gani huyu? Jasho yake ile inanukia perfume, tena inazidi ya mafuta yenu mazuri. Hakadha Rasulullah. Mimi na wewe hatuko hivyo, lakini angalia, alikuwa akizungumza bi alsinati nas, kwa lugha za watu. Akikutana na wazungu bila kuingia skuli ya kizungu, anaongea kizungu fasaha. Ya reiti angekuwa hai leo kimaanawia, tungempa hutuba katika msikiti huu, sio kumpa, angehutubu, maana ni kibla chake hiki. Basi kusingekuwa na lugha, angeongea kwa lugha yetu. Lakini pia akikutana na watu warefu, yeye anakuwa mrefu zaidi ya wao. Akikutana na watu wafupi, anashuka mtume Muhammad. Yani alikuwa wameujiza kweli kweli. Huwezi kusema yeye ni kama mimi na wewe, abadan. Wala huwezi compare na mitume wenzi. Angalia kwa mfano, Jibril ni mtukufu sana, alishuka kwa manabii kwa sababu naye ni rasul. Nabii wa kwanza ni Nabii Adam, wanasema fajaa ila Adam bi 12 marra.
Kwa ile heshima alikuja kumfunulia Nabii Adam mara 12 alikuja kwake. Fajaa ila Idris 4 marat, akamtembelea Nabii Idris mara 4. Wajaa ila Nuh 50 mara, akamtembelea Sayyidina Nuh mara 50. Wajaa ila Ibrahim, akamjalia akaja kwa Nabii Ibrahim 42 mara 42 anakuja kumtembelea Nabii Ibrahim. Na mshamsikia Nabii Ibrahim ni babu wa mitume, ana mambo makubwa, ni Khalilur Rahmani. Nabii Ibrahim ameegemea mlango wake kwenye mlango wa pepo, ndugu yangu Muislamu kipenzi, na heshima zake kampata mara 42. Mmesikia Nabii Musa ni akramu bani Israil, ni mtukufu wa bani Israil. Mmesikia Nabii Musa ni ulil azmi min ar-rusul. Mnamsikia Nabii Musa wakallama Allahu Musa taklima, akitaka kuongea na Mungu hana haja kuletewa wahai, mubashara anaongea tu. Allah anasema wanadainahu min janibi turil aymani wa qarrabnahu najiya. An-najwa hiya al-masara baina ithnain, tulimuita Musa sisi jabal turil ayman, tukawa tunaongea naye, yeye anasikia Mwenyezi Mungu anasema nini, jambo kubwa. Wakallama Allahu Musa taklima, tulimtumia mara 42, heshima kubwa. Kuna Nabii Isa, roho wa Mwenyezi Mungu, Nabii Isa. Fajaa ila Isa 10 marat, Nabii Isa alikuwa na miujiza mikubwa, mambo mengi mazito. Alipopelekwa mbinguni, ile kunyanyuliwa mbinguni tu kapewa usingizi na Allah. Ya Isa inni mutawaffika wa rafiuka ilayya, ewe Isa mimi nitakufisha. Watu wengi wakisoma aya hii wasema Mwenyezi Mungu anasema wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha la, hakufa wala hakusurubiwa. Lakini hapa inni mutawaffika, nitakuua wewe, warafiuka, nitakunyanyua, ilayya kwangu. Wana complicated. Aya inasema kafa, huku inasema hajafa. An-nawm akhul maut, wan-nawm mautul asghar wal mautu naumul akbar. Usingizi ni rafiki wa kifo, ndio maana peponi hakuna kulala, kila ndo shakufa. Na kulala usingizi ni kifo kidogo, ila kufa ni usingizi mkubwa. Kwa hiyo inni mutawaffika, nitakufisha. Hakufa, alipewa usingizi kidogo kuondoshewa stresi na machovu. Mapenzi yote haya ruhullah. Sayyidina Jibril anaitwa roho, Jibril anaitwa roho, na kwa sababu yeye ni roho, hata akishika hii nguzo basi ishapata uhai, unazungumza nayo. Ndio maana akamwambia Saida Maryam, tusiwe na mengi, naomba nikushike tu nguo zako ili uniingilie. Ambia la, usiseme hivyo. Alibadilika Jibril kidogo tu, nitaka mkutie roho. Alipomshika tu Nabii Musa akazungumza, watakallama fil mahdi 4 wa hum sighar. Katika watoto 4 maarufu waliozungumza udogoni miongoni mwa Isa, lakini sio 4, wapo 10. Tena miongoni mwa hao 10 anakosaje Mtume Muhammad? Laqad atasa wa hamidallah. Mtume alipiga chafya, alizaliwa anafanya dhikr, alafu akapiga chafya. Nabii Adam alivotiwa roho alipiga chafya, na kupiga chafya ni alama ya ishara ya upendo wa Mwenyezi Mungu. Inna Allah, hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, yuhibbul ufas wa yakrahu tathaqub. Mwenyezi Mungu anawapenda wanaopiga chafya, lakini anachukia wanaopiga miayo, kwa sababu at-tathaqub bina shaitan. Miayo hii inatokamana na shetani. Si nikuongezee kitu, Mtume maisha yake hakuwahi kupiga miayo abadan. Angalia sasa hivi ukiingia ndani ya sala inakuja miayo, na hapo ulipo ukifikiria inakuja. So shetani anakujaza upepo katika tumbo lako. Mtume pia, ili usilisahau, hakuwahi kupiga miayo. Bahuwa basharun la kalbashar, ni mtu lakini bado ana hususia zake. Ndio maana hata katika ibada ana ibada zake, mimi na wewe hujafanya.
sala ilikuwa haijaja. Akati anakwenda Isra wal Mi'raj alikuwa akiambiwa inzil fasalli ha huna ya Muhammad, shuka uswali. Anasali rakaa 2, kisha anaulizwa atadri aina sallaita, unajua umesalia wapi? Hii alikuwa anatabaruku hizi amakin muhtaram, hizi sehemu tukufu. Alikuwa anasali rakaa 2, naye alifuata sala hizi. Sala gani? Ni hususia za mtume bwana. Alikuwa akifunga alwisal siku 6 bila kufuturu mpaka 7 mpaka 9. Mimi na wewe huwezi. Na mwenye akasema inna rabbi yut'imuni wa yaskini, mimi usiku nalishwa na nanyweshwa automatically bila kutafuna. Kwa sababu alipojaribu tu siku 2 wakataka kufa, akamwambia msijaribu, na hawakuweza kabisa. Haya tunafanana naye huko. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikhwa, Sayyidina Isa alivyoshikwa mamake lile tumbo, ndio ikasababisha akaanza kuzungumza udogoni, na mtume naye alizungumza udogoni. Adamu alipopiga chafya kama tulivyosema, kanyamaza kimya. Malaika asema qul alhamdulillahi yarhamuka rabbuka. Nabii Adam ametrendi kwamba amepewa maarifa makubwa na ilmu, mpaka malaika wa idh qulna lilmalaikati isjudu liadama, tuliwaambia malaika nyote msujudieni. Baadhi wanasema ilikuwa ni sijida kama tunaposwali, kwa sababu ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wengine wanasema ile sijida ile kwa ajili ya Mungu, ilikuwa kama heshima tu na saluti au kuinama kidogo. Lakini alhasiri si walisujudu sijida hii kwa elimu waliokuwa nayo. Lakini alipopiga chafya wakati anatiwa roho hakusema alhamdulillah, mpaka malaika asema huyu naye wa wapi huyu? Kul alhamdulillah, basi sema alhamdulillah yarhamuka rabbuka, mola wako akurehemu. Asema alhamdulillah, nao akasema yarhamuka rabbuka. Lakini mtizameni mtume, fahuwa bashar la kal bashar, ni mtu lakini si kama Adam, ni mtu lakini si kama Nuhu. Alipopiga chafya mwenyewe akasema alhamdulillah, kina mama Amina wakashangaa, huyu mtoto. Na kwa nini wasishangae? Hiyo mimba ilipotungwa, mimba ya wiki 2 na miezi 9, alikuwa nahisi ni ile ile, walam tajid lihamlihi alaman wala thiqalan wala ilala. Hakusikia uzito, hakubeba matope na udongo, alibeba nuru ya Mtume Muhammad. Sasa basi Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa Isa na martaba zote kampata Jibril mara ngapi? Mara 10. Basi kwa Mtume Muhammad peke yake alivunja rekodi, na utukufu wa Jibril alijifanya ni mtumwa hasa wa Mtume. Wallahi alikuja kwa Mtume mara 1024, anakuja anarudi, anakuja anarudi, na alikuwa akimletea maneno mazito haya, maneno ya Qur'an. Na miujiza ya Mtume ipo kama 1000, lakini akbar muujiza, muujiza wake mkubwa ni upi? Mabwana, ni Qur'ani. Hii Qur'ani hii ndio muujiza mkubwa wa Mtume. Alafu Qur'ani inatisha, ina aya nyingi, ina juzuu nyingi mno, lakini ina maneno matano. Tuangalie muujiza wa Qur'an, maneno yake matano, ujumbe wa aina 5: at-tauhid, at-tabshir, indhar, qasas wa dua. Na ukijua Qur'ani inatisha, sasa kuna sura inaitwa suratul Fatiha. Hiyo ndio Qur'ani inatisha, na sura hii suratul Fatiha ndio ina ujumbe mzito, na ndio imeshuka na malaika wengi. Wanasema nazalat ma'aha 80,000 malaka. Ule uzito haikubebwa na Jibril peke yake wakati inatoka. Maneno mazito haya usione yameandikwa tu, ilibebwa na malaika 80,000. Wakati mtume anakuja kupachikiwa, mwenyewe anasema dhanantu nafsi tuqbadu min thiqli alquran, asema nilikuwa nahisi roho yangu inatoka kwa ule uzito wa Qur'an. Sasa suratul Fatiha hii uzito wake nini? Kwanza ina majina mengi. Kwanza inaitwa suratul Fatiha, maana yake inaitwa ibaji, ufunguzi wa Qur'an, ndio maana ikaekwa mwanzo, na ni sura ya kwanza iliyoshuka nzima nzima. Zingine zilishuka vipande vipande, suratul Alaq zishuka aya 4 kule,
lakini inaitwa suratus sala, sura ya kusalia. Na ukijua Qur'ani inatisha, maneno yakirudiwa yanachosha, lakini si maneno ya Qur'ani. Mtizame kama atatusalisha Sheikh Malenga hivi sasa, aya ya kwanza atasoma sura al-Fatiha, mnamsikiliza na sura nyingine. Akija mara ya pili mnaisikiliza kwa umakini kuliko mwanzo, na haina kusema badilisha sura, tumeshachoka. Qur'ani ina muujiza, takshairu juludi wa talinu alqulub. Muujiza wa Qur'ani inasisimua ngozi, inalainisha moyo, unaweza ukajikuta unalia na hata ujui kinachosemwa. Hii ndio Qur'ani. Ndio maana yule Walid ibn al-Mughira, fadharni wa man, asema fadharni inni khalaqtu wahida, nimekosea kilo, fadharni, niachie mimi huyu nilomuumba peke yangu. Kwa sababu Walid ibn al-Mughira katika sura hiyo alikuwa hapendi kusikiza Qur'ani. Alisikiliza Qur'ani akasema innahu wallahi la halawa, hii ni tamu na huu ni uchawi mzito ushaanza kunipata. Aliathirika na Qur'ani, kafiri huyu bila kupenda. Suratus Salam. Lakini pia inaitwa sab'un min al-mathani, kitu cha kujirudia. Pointi yangu inaitwa ummul Qur'an, inaitwa mama wa Qur'an. Kwa nini itwe mama wa Qur'an? Kwa sababu Qur'ani yote imetafsiriwa na suratul Fatiha. Ushindwe tu kwa lugha fupi, haya maneno matano nilokutajieni: tauhid, tabshir, indhar, qasas wa dua, basi yote yamo ndani ya suratul Fatiha. Faman Muhammad, ni nani mtume? Kitabu kizito hichi kimeshushwa kwake. Tena sinikuongeze kumalizia, ilikuja suratul An'am, hii nayo imeshuka nzima japo ndefu. Ndio maana ukiwasomea majini wanapata tabu sana hii sura hii. Unaweza ukaua jini katika sura zenye kumwathiri jini kwa wale wasomaji qurra, watu wa ruqya. Suratul An'am ilishuka na malaika 70,000. Suratul Yunus ilishuka na malaika 30,000. Ayatul Kursi ni aya moja tu, malaika 30,000. Tukija katika Zukhruf kuna aya fupi tu, wanasema mujazul mabna walakinaha adhiman maana. Aya hii imepata utukufu. Mtume sikapigwa mawe kule Taif, kadhalilishwa. Siku anakwenda Isra wal Mi'raj, wakaletwa mbele mitume wenzie, walivyopigwa, walivyouawa, walivyokatwa na alama zao. Kisha akashushiwa aya hii, ilikuja na malaika 20,000, ikawa inasema wasal man arsalna min qablika min rusulina. Uliza mitume wenzie walosagika, kuna mtu ambaye alikubali tauhidi ichezewe? Akiwatizama mtume walivyodhalilika, ikawa aya hii imekuja kumliwaza. Tena aya hii ukubwa wake na uzito ni katika aya 6 ndani ya Qur'ani, kwa uzito wake hazikuteremka ardhini wala mbinguni, isipokuwa aya hizi. Mwenyewe mtume alipofika sehemu ya Sidr, kwenye mti unaitwa mkunazi, alipigwa taa kama kuchanganywa, maana aliona mitaa mizuri, rangi za ajabu. Mti gani huu? Kwenye mti katikati pale akaona kitanda cha dhahabu. Akaona huu mti kila chini ya jani lake kuna malaika anamsabihi Allah. Alafu pale akaona ishara za pepo. Mtume asema niliona rumman, makomamanga, kalqilalu hajara, kama mtungi wa sehemu itoto hajara. Mitungi hii zamani ilitengenezwa, unaweza ukaweka gunia 100 za mpunga ndani yake. Akaona ndege wakubwa. Kisha ukaona nini? Akasema siwezi kuelezea isipokuwa mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Macho hajai kuona, masikio hajasikia, moyo hauja imagine. Eleweni tu hivyo, siwezi hata kutoa sifa zake. Alipofika kwenye mti huu, aliambiwa bado safari ipo, tunaenda mbinguni. Jibril alitaakhar, alichelewa hapo kidogo. Sayyidina Jibril akamwambia, wewe nenda, ukienda utafanikiwa, mimi nikienda nitateketea. Wanasema sehemu hiye kikamchukua kiwingu mtume, takaddam in takaddamta irtaqaita wa in taqaddamtu ihtaraqtu. Alipofika sehemu ile, angalia mtume anavyotisha ndugu zangu, akamuona mtu kile kivuli cha nuru ya arshi ya Mungu anaogelea, na wakati Jibril kakimbia kile kiwingu cha nuru, na nuru yake kali ilikuwa apoteze maisha.
Ndio ile mshairi asema hatta balagta samaa la yutwalu laha ala janahin wala yukhfa ala kadami. Sasa mtume kumuona mtu anaogelea kwenye nuru, akauliza amalak, huyu ni malaika wa sampuli gani alomzidi Jibril kufika hapa? Akasikia sauti inambia la. Ahuwa nabiyun, au ni mtume? Akasikia sauti inambia la. Sasa huyu ni mtu wa sampuli gani? Akasema huyu ni mtu ana vitu vitatu. Hakuwahi kumkosea mzazi wake hata kwa bahati mbaya. Anashikamana na misikiti ya Mtume Muhammad, anamtaja sana Allah, anamtaja Mungu. Huyu mtu ni nani? Sheikh Abdul Qadir Jailani akasema yule ni mimi. Na ukisema siye, tuambie ni nani? Insaha kama ni yeye. Angalia huyu mtu tu alolelewa na Mtume Muhammad, anaweza kupasua, anampiku Jibril. Yeye mtume pale ilikuwa simple. Alipopita sehemu kama zile akakutana na aya kama hizi. Ya kwanza ndio hiyo wasal, nyingine amana rasul mpaka mwisho, na tatu za mwisho unaanzia kule katika safati wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Daraja ya mtume ni kubwa sana. Mwisho cha kufanya kutokamana na wakati hautoruhusu tena. Kilichotakiwa kwetu sisi ni kumtakia rehema, na nataka tuponyane. Sahaba mmoja Ubay bin Ka'ab alimwambia mtume, nataka nikusalie 24 hours 25 24 saa, robo siku, masaa 25. Mtume akamwambia sawa sawa, wa inzita khair, ukiadjust ukizidisha bora, basi tufanye nusu siku, sulusi, thumuni. Akamwambia kama utafanya nusu siku vizuri, lakini hapo pia ukiongeza. Akaja akamwambia sasa mimi nitaka nikuswalie kwa siku masaa 24, unasemaje? Mtume akamwambia sasa ukifanya siku nzima, Mwenyezi Mungu atakuondoshia ghamu yako. Hutuba yote ilikuwa nakuja hapa. Maana ya ghamu, tuna mambo mengi bwana hayajakaa sawa. Umeposa, umekataliwa, umekopa mtaji wa spare, umekufa, unadaiwa, unataka upate hichi. Kila mmoja ana amali, yani tuna changamoto, ziwe za kimasomo, ziwe za kibiashara. Tuna future, tuna malengo, yawe karibu yawe mbali. Kila mmoja hapo alipo kuna vitu anaungulika navyo. Hii lugha aloambiwa ni nzuri. Mtume kampa takriri, ukikifirisha kunisalia mimi hasa, Mwenyezi Mungu ataondosha zile tumuhu, yale malengo yako unayoyataka yatakamilika. Wallahi sije nikaja kulia ndani ya hutuba. Jana nilitoa darasa hii nikataja hichi kipengele hichi. Pole sana nimeshakuibia dakika 5 hichi kipengele. Leo nikasema kabla ya kwenda Ijumaa, maana amali bora baada ya kusoma sura tukafi siku ya Ijumaa kumswalia mtume. Nikawaambia waumini msikitini, leo sasa tumswalieni mtume, kwa sababu ukimswalia hasa Ijumaa, yule Jibril tulomtaja anakuja, analichukua jina lako, anaenda mpaka nalo kwa mtume kule kaburini. Ini sharafa hii wanakutaja. Mimi Uthman Michael leo nimetajwa kaburini kwa mtume na wakubwa wawili watukufu, Mtume Muhammad pamoja na Jibril. Kaambiwa kakuswalia mtume, naye kanirudishia. Sasa nilipoamka leo nikamswalia mara 1440. Kwa nini nimefanya hivi? Nikipiga mahesabu kwa siku 24 hours, itakuwa kila lisani nimemswalia mara 60 Mtume Muhammad. Basi kuna jambo niliapply, limekaa kimya. Wallahi wa billahi nipo makama ya mtume. Leo nilipomsalia mtume, shekhe, lile jambo ndo limechelewesha kuja, limetiki. Mtume anatisha, mtumieni mtume, tumsalieje? Kaifa nusalli alaika, tufanye vipi? Nitakupa fupi tu, sema tu Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alayhi wasallam. Ukiwa kwa shughuli zako unatembea, kithirisha. Ukiwa sijui unafanya nini, kithirisha. Wewe fanya kwa wingi. Uniambie wewe kama mpaka Ijumaa ijayo utakuwa una madeni. Tunamwomba Allah atupe fadhila za mtume Muhammad. Wa qala azza min qailin alim, wa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wal barrul karim.
كثيرا كمامه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر. عباد الله اتقوا الله من سماء اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه ونفسه وثنى بملائكته المسبحة وقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبي الرحمة وشافع الأمة عدد ما أحاط به علمك وصاه كتابك وضمه وعلى آله ومن نصره في كل مهمة خصوصا منهم ذي الأصل الأريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن الصحية منهم الملائكة الرحمن مهي الليالي بتلاوة الكتاب أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الله غالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ولديه سيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما الزهراء البتول وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة الهمزة وأبي الفضل العباس وعلى بقية العشرة المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة طلحة الفياز والحواري الزبير وساد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي شاكر وأبي عبيدة الزاهد الساهر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. إن شاء الله تعالى. Saa nyingine hatuwafikishi kutenda kheri kwa sababu ya madhambi. Madhambi yetu tutubieni leo kwa kutoa sadaka, hasa sadaka muhimu kama hizi za msikiti ambazo tunahimizwa. Kila anayejua ana madhambi na kila anayejua na biashara na kila anayejua ipo haja afikishwe adumu na salatu ala nabii, ifanyie kafara kwa kutoa sadaka yake. Allahumma ja'al mujtama'ana hadha mujtama'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan muayyadan ma'suma wa la taj'al fina wala fi jami' ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam shaqiyya wala mahruma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله عز وجل أكبر. أقم الصلاة.